asifiwe. Tupungiane mikono namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila sababu za kumshukuru Mungu kunipa neema kusimama mbele yako siku ya leo. Sio kwamba nimestahili zaidi, sio kwa sababu yoyote ile, ila ni kwa neema ya Yesu. Haleluya. Ni neema ya Mungu ndio maana niko mbele yako leo. Mbarikiwe sana watu wa mahali hapa. Mmetupokea kwa ukarimu mkubwa. Mama, Mungu akubariki sana. Mungu awabariki sana. Kwa majina yangu naitwa Sara Daniel Mbwaga, mwana Kasfeta, mwaka wa 3. Namshukuru Mungu sana hakika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hakika imekuwa ni ibada ya baraka mno. Roho Mtakatifu amekuwa akituhudumia toka asubuhi. Kufika saa hizi nadhani kuna vitu vingi umevipata, lakini bado kuna kitu Mungu anataka aongeze. Haleluya. Kuna kitu Mungu anataka aongeze. Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kujifunza. Somo utaandika, mimi ni chumvi ya dunia. 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 Sote tunajua kazi ya chumvi. Sote tunajua kazi ya chumvi. Chumvi inaleta ladha. Chumvi inaleta ladha kwenye chakula. Lakini pia chumvi inatumika kutunza. Chumvi inatunza. Bwana Yesu asifiwe. Sote tunajua chumvi wakati mwingine watu wanatumia kutunza samaki, wanatunza nyama, wanatunza vitu visiharibike. Ndio kazi ya chumvi. Chumvi inatunza kitu mbali na uharibifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno la Mungu linasema sisi ni chumvi ya dunia. Chumvi ya dunia, chumvi inaleta ladha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kujifikiria kwamba mimi ni chumvi kivipi? Na mara nyingi pengine hili neno hata asubuhi umelipitia kwamba mimi ni chumvi. Chumvi. Biblia inatuambia mimi ni chumvi ya dunia. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, hupo duniani ili kuleta matokeo. Ile ladha tunayoisemea ni matokeo katika hii dunia. Ile ladha tunayoizungumzia ni matokeo ambayo unayaleta kwenye kila eneo ambalo Mungu anakupa kuwepo mahali hapo. Iwe ni shuleni, Mungu anakutaka wewe ufanyike chumvi mahali pale ili ulete matokeo, ulete mabadiliko. Na tunapozungumzia matokeo ni mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakwenda kichwa chetu kidogo cha somo kwamba Roho Mtakatifu, nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutufanya kuwa chumvi ya dunia. Nafasi ya Roho Mtakatifu katika kutufanya kuwa chumvi ya dunia. Roho Mtakatifu ndo anayetusaidia sisi kuwa chumvi ya dunia. Pasipo nguvu ya Roho Mtakatifu, lazima tu kuna kitu kitakuwa kimekosekana. Lazima kuna kitu kitakuwa kimekosekana. Ndio maana Yesu amekaa na wanafunzi wake muda mrefu. Lakini anapoondoka na waachia ahadi, anasema atakuja juu yenu Roho Mtakatifu, naye atawapeni nguvu. Kumbe Roho Mtakatifu ndio aliyekuwa anawapa wale watu nguvu ya kutenda vitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona Petro kabla Yesu hajaondoka, alimkana Yesu. Lakini baada ya kupokea ile nguvu ya Roho Mtakatifu, Petro yule ambaye alimkana Yesu mara 3, jogoo amewika mara 2. Hebu fikiria. Yeye alimkana Yesu mara nyingi zaidi. Jogoo aliwika mara 2, akamkana mara 3. Lakini Petro yule baada ya Roho Mtakatifu akawa jasiri. Akahubiri, mamilioni ya watu akaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo iko nafasi kubwa ya Roho Mtakatifu katika kutufanya sisi kuwa chumvi ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome Mathayo 5 mstari wa 13. Imeandikwa, ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Amen. 13 anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Ninyi ni chumvi ya dunia. Mwana wa Mungu, sio kujidharau. Kijana, usio kujidharau. Binti, usio kujidharau. Katika hii dunia Mungu amekuweka kuwa chumvi. Amekuweka kuleta ladha kwenye hii dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuleta kuleta ladha kwenye hii dunia. Kama ukiwepo duniani lakini hamna matokeo unayoleta, hakuna maana wewe kuwepo. Tunao watu wengi leo wameokoka, lakini hawana matokeo mahali ambapo wanakuwepo.
Wokovu umekuwa bure. Wokovu umekuwa bure. Mahali popote ambapo tunakuwepo lazima tuwe chumvi. Lakini kitu kinachokufanya wewe uwe chumvi ni kwa sababu umempokea Yesu. Kitu kinachokufanya wewe ulete matokeo katika ulimwengu ni kwa sababu umempokea Yesu. Anasema mkiniamini mimi, mtatenda kazi zilizo kubwa, naam zaidi yangu mimi. Kwa nini anasema vile? Kumbe kwa sababu tumeshampokea Yesu. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio sisi, ndivyo tulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe kwa kumpokea Yesu, kwa kuokoka, sisi tunafanyika kwa chumvi ya hii dunia. Lazima tulete matokeo. Lazima tukubali kusimama na Yesu imara. Haleluya. Naomba nisome hiyo Yohana 14 mstari wa 12. Yohana 14 mstari wa 12. Amen. Biblia inasema kwamba amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Amina. Kwa kumbe yeye amwaminie Mungu atafanya kazi zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kuimba tu haitoshi. Lazima uwe ni mtu mwenye mguso katika hii dunia ya leo. Kuhubiri tu haitoshi. Lazima uwe na mguso kwenye maisha ya watu siku za hivi leo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndio ni mwalimu, lakini je, una mguso kwenye jamii ambayo unaifundisha? Je, kuna matokeo yanatendeka? Leo tumekuwa na watu ambao wanajiita wameokoka, lakini maisha ambayo anayaishi hayampi Mungu tukufu. Kwa nini? Mwingine anaimba lakini ni muimbaji, lakini ambaye hana matokeo. Anafanya ibada kila wakati, lakini ni ibada ambazo hazina matokeo. Ifike mahali tukatae ibada zisizo na matokeo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ifike mahali tukatae, tuseme Mungu, sisi hatutokufanyia tena ibada ambazo zina matokeo. Ibada ambazo hatumuoni Mungu, ibada ambazo hatuoni uwepo wa Mungu. Tufanye ibada ambazo zinampa Mungu utukufu. Lakini zinaanzaje? Zinaanza na sisi. Sisi tukubali kuwa chumvi, tukubali kuiasiri dunia, sio dunia ituasiri sisi. Amina. Watu udunia umeingia kanisani. Tuna watu wengi leo ni vijana, watumishi vijana. Kwetu ndio imekuwa changamoto kubwa, watumishi vijana. Mtu ana michanganyo ya kutosha. Ni kijana Mkristo eti ana girlfriend. Mwingine ana boyfriend. Utakuwa chumvi? Utakuwa chumvi kwa namna hiyo? Lakini ukiendelea kwenye ile Mathayo, Soma ile Mathayo 5 mstari wa 13 ile B. 5 mstari wa 13. Amen. Biblia inasema kwamba ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Amen. Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Amen. Anasema chumvi ikiharibika itiwe nini hata ikolee? Huyu mwana wa Mungu ambaye tunamtegemea ameokoka. Tunamtegemea yeye alete matokeo kwenye hiki kizazi. Tunamtegemea abadilishe mabinti wengine. Tunamtegemea abadilishe vijana wengine. Akiharibika, tufanye nini sasa? Namna gani tunaweza kufanya ili mtu asaidie hiki kizazi? Chumvi ikiharibika itiwe nini hata ikolee? Anasema haifai kabisa. Haifai kabisa. Ni mwana wa Mungu ameokoka. Taongea lugha ngumu kidogo, lakini kwa kizazi hiki wameweka ni kawaida. Kuna vijana wanasema wamekataza kuzini. Sawa, mimi sitozini, ila wanajifanyia masturbation. Naongea kitu kigumu, lakini ndo uhalisia uliopo. Wanajifanyia masturbation, wanajichua mabinti, vijana. Utaimbisha uwepo utashuka. Tunakutegemea chumvi. Tumemwambia Mungu tunatamani tukakuone ibada ya siku ya leo. Unasimama mbele unatuimbishia, umetoka kujifanyia masturbation. Umeoa sabuni nyumbani. Utapataje kupona?
Tutapataje kupona tusipojali wokovu mkuu namna hii? Tutapataje kupona? Kijana, tutapataje kupona? Lazima ifike mahali ujikane kweli kweli. Lazima ifike mahali useme Mungu, mimi nimekubali kuwa chumvi. Hebu kama umeamua kuwa moto, uwe moto kweli. Kuwa moto kweli, kuwa moto. Mwambie Mungu, mimi nimeamua kuwa moto. Kama ulimwengu utaniona kama mimi ni mshamba, ni sawa. Kama utaniona mimi ulimwengu kama sijielewi, hiyo ni sawa, ni sawa, ni sawa, kwa sababu nimeamua kuwa kwako Mungu. Kuliko ukawa sehemu mbili, afu ikawa ni hasara. Nasema hata kutapika. Na hicho kitu ni kweli. Mbele za watu. Watu wanasema haleluya. Msalaba ni asili ya mema. Kijana mzuri. Unavaa vizuri. Lakini maisha yako ya asilini ni machafu. Maisha yako ya asilini wewe kila binti unamtongoza, kila binti unampenda, kila binti unampenda. Serious. Hebu amua kuwa serious na Mungu. Tumekutegemea wewe kuwa kama chumvi katika ulimwengu, lakini kwa nini? Kwa nini unakubali kuharibika? Kwa nini unakubali kuharibika? Mbele zetu sisi tunaweza tukasema ni sawa. Huyu ni mtumishi mwenzetu, ni mwimba praise mwenzetu, ni mhubiri mwenzetu, lakini wewe unajua silini wewe na Mungu. Wewe unajua silini maisha yako namna unavyoishi na huyu Mungu. Baba wa aina gani? Mama wa aina gani? Taambia nini kizazi chako? Tafundisha nini kizazi chako? Kama wewe wokovu umeurahisisha, wokovu umeweka kawaida. Mwanaume Yesu alikufa msalabani, leo unarahisisha wokovu. Damu ya mtu ilimwagika, leo unarahisisha wokovu binti. Ikashaka. Kuna mabinti wanatoa mimba na wanasali. Jamani, tusimchezee Yesu. Ifike mahali tuamue kuwa chumvi kweli kweli. Ifike mahali tuamue kweli kweli. Binti mtu akikutazama aone kabisa huyu inaonekana outdated girl. It's okay. Ni sawa tu. Ni sawa kaonekana binti aliyepitwa na wakati, lakini unajua unachokifanya na Mungu wako. Ni sawa kabisa. Kuna watu mko kwenye mahusiano. Mahusiano hatukatazi kwenye level ya chuo vyovyote. Lakini hao mahusiano umeyaweka kwa namna gani? Yaani chumvi, watu wakitazama, unajua hii dunia haina mahali pa kuangalia. Kwa wanatutazama kanisa, namna tunavyoenda ndipo wafuate. Lakini imekuwa tofauti nyakati hizi. Watu wanatazama dunia ili wafuate. Unatazama dunia namna wanavyoenda kwenye mahusiano yao ndipo nao wafuate. Lakini Yesu anasema katika neno lake, ukisoma hapa ukishuka chini kidogo anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Nuru ni mahali panapoangaza. Kukiwa na giza tutakimbilia penye nuru tujifiche. Tukae hapo tuwe salama. Lakini kitu cha ajabu. Kitu cha ajabu sana. Watu wanaenda gizani, tunafuata giza. Badala ya kuwa nuru ili sisi hapa watu wakimbie kwetu. Wanapotaka kuingia kwenye mahusiano, hebu angalie. Watu wanaendaje? Wanaenda hivi na hivi, lakini tumekuwa ni tofauti. Mtu hapo kwenye mahusiano wanachati kingono, wanachati kipumbavu. Wanasema sisi tunaendelea tu, tumeokoka. Anachati ujinga usiku kucha. Asubuhi anakuja kutuimbishia hapa. Roho atashuka. Roho Mtakatifu atashuka. Hawezi kushuka. Wana wa Mungu, fike mahali tuamue kwa chumvi. Amen. Soma Zaburi 11 mstari wa 3. Kitabu cha Zaburi sura ya 11 mstari wa 3. Biblia inasema, kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Soma tena mahali hapo mtumishi wa Mungu, na kuna watu walikuwa hajafika. Kitabu cha Zaburi sura ya 11 mstari wa 3 Biblia inasema, kama misingi kiharibika, haki atafanya nini? Kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Labda nikuulize wewe. Misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Tunakutegemea wewe kama chumvi duniani. Ulinde dunia mbali na uharibifu. Lakini misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mtunga Zaburi anauliza, misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Uko kwenye mahusiano ambayo hana misingi ya kimungu. Mwenye haki utafanya nini? Nini unafanya mahali hapo? Hakuna dawa ya kutibu chumvi iliyoharibika. Chumvi ni kitu kizuri, ni kitu adimu. Ni kitu ambacho kwanza tunapotia
kwenye mboga hatutii nyingi. Sukari unaweza katia ukazidisha na ukala tu. Lakini chumvi tunatia kiasi kwa sababu ni kitu adimu, ni kitu chenye thamani. Na ni kitu cha muhimu sana. Unaweza kupika chakula chako kingi, kizuri, kina rangi nzuri, kina nyanya za kutosha, lakini kikimiss chumvi hakina ladha. Amina. Sasa wewe uliye chumvi tunayekutegemea katikati ya mabinti wengi, tunayekutegemea katikati ya vijana wengi, kama uko pale umeharibika, oh my God, nini kitatokea? Nini kitatokea? Hebu jitathmini, nini kitatokea? Misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Mwenye haki atafanya nini? Wachungaji imefika mahali wanaongea na sisi vijana kila itwapo leo, wanaongea na kanisa kila itwapo leo, lakini bado tumekaza shingo. Tumekaza shingo, tunaifuata dunia. Wakati Mungu anatutegemea sisi, anatutambulisha hapa, anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Sio chumvi yaani usiwe binafsi mwana wa Mungu. Sio binafsi hata kidogo. Ni maisha yangu tu, mimi simeamua. Usinipangie ni maisha yangu. No. Watoto wa ufalme tunafanana. Na tunataka tuambukize wengine zaidi. Lakini kama ukikataa ukasema mimi ni maisha yangu tu, kwani nikitoa mimba si mimi? Ni sahihi? Ifike mahali tuamue kweli kweli. Tuamue kweli kweli. Lakini kitu gani tufanye sasa? Hebu kubali kuanza upya. Kubali kuanza upya. Kubali kuanza upya mwana wa Mungu. Kubali kuanza upya. Kubali kubomoa hekalu lako na uanze upya. Kubali kufa. Kufa kabisa. Kuna watu walikufa. Yaani mtu anaomba mpaka anasema Mungu, kama hutotenda basi. Nini? Amekubali kufa. Amekubali kufa, lakini wewe bado unautetea huo mwili wako. Unaupepelea, lakini nikwambia ukweli tu. Huo mwili umeahirisha, uende mbinguni huo. Huo mwili umeahirisha, hauna mbingu, yaani wenyewe ni udongo. Umeshaahirisha huo mwili, hauna habari na mbingu, hauna habari na mbingu. Usipoulazimisha, lazima na wenyewe utakubakiza, utakupeleka jehanamu. Mwili wako umeahirisha kwenda mbinguni. Usikafikiri nakutania. Mwili wako umeahirisha kwenda mbinguni. Lazima ujikane, lazima ukubali kufa. Lazima ukubali kufa. Lazima ukubali Roho Mtakatifu akuuishe ndani yako. Roho Mtakatifu akufanye upya. Anze kukufinyanga. Anasema mimi ni mfinyanzi. Anamwambia Yeremia, nenda kaone. Mwambie Mungu akufinyange tena. Mruhusu Roho Mtakatifu akutawale wewe hapo. Nusu Roho Mtakatifu achukue tawala. Mwambie Roho Mtakatifu, take control over me. Akukontrol wewe kwenye kila kitu unachokifanya. Akukontrol wewe kwenye kila kitu unachokifanya. Msio watu wawili, kuna watu ni wawili. Hebu acha maisha ya aina mbili. Acha maisha ya aina mbili. Siri ni mtu mwingine, wazi ni mtu mwingine. Sala unayemwona madhabahuni na sala ambayo iko kule nje ni watu wawili tofauti. Hiyo haipo, hiyo haifai. Atakutapika. Atakutapika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie. Tunamhitaji Mungu sana. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili atusaidie. Pengine ni kweli umekuwa na shauku kubwa kwamba Mungu, natamani kufika kiwango fulani. Pengine kuna wakati unatenda dhambi, unakosea. Unapoinuka na mwambia Mungu, ninaamua leo, ninainuka leo, sitarudia tena. Lakini nakwambia mwana wa Mungu, bila Roho Mtakatifu kukuongoza uwezi. Bila Roho Mtakatifu kukusaidia uwezi. Na wengine mnafikiri Roho Mtakatifu ni nguvu. Hapana. Roho Mtakatifu sio nguvu. Roho Mtakatifu ni nafsi hai ya Mungu. Ukimchukua Roho Mtakatifu kama nguvu, utaanza kumkaribia ukiwa kanisani. Uwepo wako. No! Mchukulie Roho Mtakatifu kama nafsi hai. Unapotembea mwambie Roho Mtakatifu, nishauri hapa nijibuje. Roho Mtakatifu, nishauri
lakini anza kumchukulia Roho Mtakatifu kama mtu. Chukulia Roho Mtakatifu kama rafiki yako wa karibu kuliko chochote. Rafiki yako wa karibu. Roho Mtakatifu ni shauri hapa, anakushauri. Roho Mtakatifu nisaidie hapa, anakusaidia. Roho Mtakatifu hapa nifanye nini? Ndio maana kuna watu wengine akiwa kanisani kama hivi anafurahia sana, lakini akiwa peke yake anaona kero. Anasema wewe uko hapo nyumbani, naomba nije tupige story, maana niko peke yangu nimeboeka. Hajawahi furahia kuwa peke yake. Yaani hajawahi furahia uwepo wa Mungu akiwa peke yake. Hebu ng'ang'ana kumjua Mungu ili uanze kufurahia uwepo wake ukiwa peke yako. Iko siri kubwa ya kuwa peke yako na Mungu. Iko siri kubwa yako, mafunuo yako, maonyo yako, mawazo anakushushia, anakushauri, mnapiga story. Inawezekana mwana wa Mungu. Hebu kataa kuwa mtu wa kawaida. Kataa kuwa mtu wa kawaida. Na mtu yote yule ambaye ameamua kuwa na nguvu za Roho Mtakatifu ndani yake hajawahi kuwa kawaida. Hajawahi kuwa kawaida. Kwa sababu Roho Mtakatifu ukienenda tu, nimekutana hapa na dada Lenifrida, nikaongea naye mawili matatu, nikitoka tu ataniambia, "Pale uliongea na Lenifrida lakini pale ulionyesha kiburi." Pale hapana. Pale ulisengenya. Oh Mungu wangu, Roho Mtakatifu naomba nisamehe. Kumbe nilisengenya. Kwa nini? Nina uhusiano binafsi na yeye. Ananisaidia. Sijamchukulia yeye kama nguvu. Nimemchukulia yeye kama mshauri wangu, kama msaidizi. Yesu anasema nitawapeni msaidizi, kutupa nguvu. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume anasema nguvu itawajia atakapowajilia Roho Mtakatifu. Tusome mahali hapo nipaelewe vizuri. Kwanza na mstari wa 8. Amen. Inasema hivi, lakini mtapokea nguvu. Nitarudia. Amen. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na kote katika Yudea na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Lakini mtapokea nguvu. Kusema yaani mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akisha kujilia, unapokea nguvu ya mwendelezo kwenye ratiba ambazo unaziweka. Kuna wakati watu wanaamua kwamba ili wiki Mungu nisaidie. Akitoka hapa anasema Mungu nisaidie ili wiki naenda kufunga. Nitafunga Jumatatu, nitafunga Jumanne na Jumatano. Lakini unapofika Jumatatu, hana ile nguvu ya kuendelea. Hana ile nguvu ya kusema basi nitafanya. Mwingine anasema kwanza leo nitaanza kusoma Biblia. Hebu leo ngoja nianze kitabu cha Matendo. Anasoma tu sura moja, kesho kutwa aendelee. Huwezi peke yako bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Huwezi peke yako bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Mruhusu Roho Mtakatifu atake control kwenye maisha yako. Atakushauri. Leo tuna waimbaji wengi lakini wana kiburi. Mwimbaji anaimba vizuri lakini ana kiburi. Mwingine anashindana. Nini? Umekosa Roho Mtakatifu ndani wa kukuongoza na kukushauri. Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Wakati mwingine anatumia watu wanakuonya, unasema wao wananionea wivu. Watu wanakuonya, unasema hawa na yeye ndo alivyo. Kisa umeona mimi na sauti nzuri. Hapana. Biblia inasema akatae maonyo anaelekea kufa. Yaani ukiona tu ukiona mtu akikurekebisha tu baada fulani ungefanya hivi, unakasirika, ujue tu kabisa wewe mauti na kuhusu. Yaani nakuhusu kabisa. Inakuhusu. Usikatae maonyo mwana wa Mungu. Na ukijiona tu iwe ni wazi au ni silini, wakati mwingine mtu anaweza ukamwonya, ila hapo ungefanya hivi, ungevaa hivi. Asema sawa dadangu, nimekuelewa. Anaondoka. Moyo unasema huyu naye ashida gani na mimi? Si aniache. Bado umekataa maonyo. Hata kama mimi sijasikia ni ulioniambia. Umekataa maonyo. Ni sawa tu na yule anasema ila umevaa vibaya. Niache na wewe. Ananiambia wazi na yule alioficha. Wote hawa ni wale. Kwa make sure kabisa unauambia moyo wako, moyo wangu acha kiburi, moyo wangu hebu unyenyekea. Utawezaje? Ruhusu Roho Mtakatifu akuponde ponde. Ruhusu Roho Mtakatifu ataki control kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo matokeo kwenye huduma, kwenye elimu, kwenye maisha yetu, kwenye uchumi ni kwa sababu ya Roho Mtakatifu kutusaidia. Ni kweli unatamani kuwa chumvi?
Ni kweli katikati ya mabinti unasema Mungu, kwenye kwaya yetu natamani kuwa binti tofauti. Mungu natamani kuwa kijana tofauti. Lakini unamhitaji Roho Mtakatifu kusaidia. Unamhitaji Roho Mtakatifu kusaidia. Unahitaji Roho Mtakatifu kusaidia. Ukimruhusu Roho Mtakatifu, vitu vitakuwa vyepesi kwako. Utakuwa na mwendelezo kwenye vitu unavyovianza. Mungu, nimeamua. Mimi nakumbuka wakati wa nyuma niliokoka nikiwa form 3. Pamoja na kwamba nilikuwa nimekulia kanisani, nacheza hivyo. Lakini nilipokuwa form 3, mwishoni kabisa mwezi wa 12 ule, naona ndo neema ya Kristo ikaanza kunijia kwa namna tofauti. Nilikuwa nikiomba sijawahi kulia kama naomba. Lakini nikakuta siku hizo nikiwa naomba najisikia kuugua sana ndani. Lakini ni namna ambayo Roho Mtakatifu akawa ananifundisha, ananielekeza. Nikaokoka. Nilipookoka, kuna vitu Roho Mtakatifu alianza kuvichonga. Mwanzo nilikuwa na struggle sana. Nilikuwa nasema Mungu, marafiki fulani na fulani sisi siwataki. Wananivuta upande mbaya. Jumatatu ndajikaza nisiwaongeleshe. Jumanne nimewafuata mwenyewe. Twende basi. Kwa nini narudi tena kwa vile vile? Kwa hata kama nilipanga maombi, wale watu na maombi wao hawapatani. Kwa sasa kama hawapatani, na mimi moja kwa moja najikuta nimeingia. Lakini baada ya Roho Mtakatifu kupata nafasi, Roho Mtakatifu kuanza kunisaidia, nikajikuta hata kama nataka nile, kama niliamua kufunga, ananisaidia, ananiambia hapana, hutakiwi kula. Acha jikani, fanya kwa ajili ya Mungu. Acha jikani, fanya kwa ajili ya Mungu. Kwa uwezi peke yako. Unaweza ukaamua kwamba haya mahusiano na yaacha, nimeshajua yana misingi mibaya. Lakini nakwambia bila Mungu huwezi. Huwezi. Binti huwezi. Atakutumia maneno fulani ya ovyo ovyo, utayafuta. Amenitumia maneno ya ovyo ovyo, nitayafuta. Unafuta kwenye simu, kwenye moyo wako yamebaki. Umefuta kwenye simu, ndio kwenye moyo wako. Umefuta nini? Kwa unamhitaji Roho Mtakatifu ili akusaidie. Kama tusome Ezekieli 6. Ezekieli 47 mstari wa 6. Ezekieli 47 na ule mstari wa 6, Biblia inasema hivi: Akaniambia, mwanadamu, je, umeona haya? Kisha akanichukua akanirudisha mpaka ukingo wa mto. Basi nikiisha kurudi, tazama, kando ya ukingo wa mto ilikuwapo miti mingi sana, upande huu na upande huu. Ndipo akaniambia, maji haya yanatoka kwenda pande za nchi ya mashariki, nayo yanashuka mpaka Araba na kuingia katika bahari. Maji yatokezwayo yataingia baharini, na maji yake yatakuwa safi. Tena itakuwa kila kiumbe hai kisongamanacho kila mahali Amina, mtumishi wa Mungu. Basi nisome hapo mstari wa 11 na wa 12. Hapo ni pale Ezekieli sura ile ya 47 mstari wa 1 na 12. Biblia inasema hivi: bali mahali penye matope na maziwa yake yataponywa, yataachwa yawe ya chumvi. 12 na mwisho: na karibu na mto juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka, wala matunda yake hayataisha kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanatoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula, na majani yake yatakuwa ni dawa. Amen. Ukisoma hichi kitabu cha Ezekiel, ukianzia mstari wa kwanza kabisa hapo utaona Ezekiel alikuwa anafundishwa kitu. Anafundishwa kitu kwa habari ya maji, kimaanisha Roho Mtakatifu. Akawa anapimishwa mara ya kwanza chini kabisa, magotini. Anasema ikafika mahali akampimisha mahali ambapo anasema mto usioweza kuvukika, kiwango cha juu kabisa cha kujaa Roho, kiwango kabisa cha juu kabisa cha kujaa Roho. Lakini hapa chini alikuwa anaeleza habari sasa za haya maji ambayo yametoka katika ule mto. Anaeleza haya maji ambayo ni nguvu ya Roho Mtakatifu, ambayo yamesambaa kila mahali. Anasema yale maji yatapelekea miti
miti kuwa mikubwa, lakini itazaa matunda mapya kila mwezi. Hiyo miti ni nini? Ni hao watu ambao wameamua kuzama kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wameamua kujikita kwa huyo Roho Mtakatifu, wameamua kukubali. Ukisoma mstari wa 12 anasema, na karibu na mto, juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka, wala matunda yake hayatatindika kamwe. Utatoa matunda mapya kila mwezi, kwa sababu maji yake yanayotoka mahali patakatifu, na matunda yake yatakuwa ni chakula, na maji yake yatakuwa ni dawa. Ni yule mtu sasa ambaye amekubali kuwa chumvi kweli kweli, amekubali Roho Mtakatifu amuongoze, amempa Roho Mtakatifu nafasi kwenye maisha yake. Anasema tazama matunda mapya kila mwezi, na matunda yake yatakuwa ni chakula, majani yake yatakuwa ni dawa. Kile kitu mtu ataongea, watu watapokea uponyaji. Kile mtu atanena, watu watainuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tamani wewe ndio huyo mtu ambaye utaleta matunda kila mwezi. Watu wanajivunia wewe, wanatamani uwepo. Kuna watu hapa walikotoka nyumbani kwao hata hawajamisi, yaani hawajamkumbuka kabisa. Kwa nini? Ni kichefuchefu. Leo yuko hapa na mume wa mtu, leo yuko hapa kiluka njia wa mtaa. Lakini kuna wengine wamewakumbuka, wanawapigia simu kila siku, mwanangu narudi lini? Kijana wetu narudi lini? Nini? Yule mtu amekuwa ni kitu bora, kitu cha thamani kule alikotoka. Kitu cha thamani kule alikotoka. Majani yake ni dawa, matunda yake ni chakula, watu wanamfurahia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tamani wewe ndio huyo mtu. Hebu tamani, niambie Mungu, natamani mimi ndio niwe huyo mtu ambaye maneno yangu watu watainuka. Maneno yangu watu watainuka. Kuna mgonjwa nitamwombea atapona. Wokovu wetu usiwe bure hata kidogo. Kwa kwanza lazima tukubali kulipa gharama, ili tuwe watu wa maana, watu ambao ni chumvi ya dunia. Tujasema chumvi ya kijiji, the whole dunia nzima. Wewe uwe chumvi, mahali popote utafika uwe chumvi. Na tabia ya Roho Mtakatifu anakutambulisha mwenyewe. Kuna mahali utafika utasema leo ngoja nikae huku nyuma watu wasinione, lakini kwa sababu umembeba yeye, anang'aa kama nini, utakuta umetambulika. Hautakuwa na haja ya kujieleza sana. Leo tuna watu wengi wanajieleza kupita kiasi. Mimi hapa ndo yule ambaye baba yake ndo huyu. Hebu acha kujieleza, acha kupoteza muda binti kwenye kujieleza. Mimi ndo yule ninayesali kanisa fulani, mahali fulani kwa mchungaji fulani. Acha kujieleza, acha kupoteza muda kujieleza. Hebu ng'ang'ana magotini, Mungu akupandishe thamani. Ng'ang'ana hapo. Lakini lazima tukubali kulipa gharama. Ili tuwe chumvi ya dunia. Kitu kingine, lazima tukubali kuacha dhambi za wazi na za siri. Kubali kuacha dhambi za wazi na za siri. Kubali kuacha dhambi za wazi na za siri. Ni kitu ambacho nimeshakizungumzia. Hebu kubali kuacha dhambi za wazi na za siri. Akisha unaleta matokeo. Mwambie Mungu, mimi kwenye huduma yangu hii ya uimbaji siwe bure. Mungu, mimi kwenye huduma yangu hii ya uinjilisti siwe bure. Siwe bure hata kidogo. Mungu, mimi kwenye huduma yangu hii ambayo umenipa kwenye kanisa hili siwe bure. Kwa hakika hutakuwa kama ulivyo. Utakuwa mtu wa tofauti. Mungu tunayemwabudu sisi ni Mungu yule ambaye walimwabudu mitume. Ni yule hajabadilika. Ni yule hajabadilika. Sasa kwa nini, mbona kama hatuoni matendo yale ambayo tuliyasikia, matendo yale tuliyohadithiwa, matendo yale ambayo tumeyasoma, mbona hatuyaoni? Kumbe chumvi imeharibika. Mbona
yale matendo ya Mungu, yale matendo makuu tuliosimuliwa kwamba Mungu alikuwa anafanya hivi, kanisa la zamani lilikuwa linafanya hivi. Shika na ya master. Tunamhitaji Mungu. Mimi babangu akawa ananisimulia, anasema kanisa letu la zamani walikuwa wagonjwa wakifika tu wanapokea uponyaji. Vyote wanatembea. Sasa nawaza kwamba sasa hivi nini kimetokea? Nini kimetokea nyakati hizi? Kumbe tumeanza kufanania tu na magugu. Ndio maana hakuna nguvu inayotokea. Watu wamekataa kulipa gharama. Wamejichanganya tu humo ndani. Wamejichanganya tu na dunia. Hebu ifike mahali tujikane. Ifike mahali tujikane. Lakini Biblia inasema misingi kiharibika mwenye yake atafanya nini? Simama mahali ulipo. Misingi ya mwenye yake kiharibika. Misingi kiharibika mwenye yake atafanya nini? Chumvi kiharibika itiwe nini hata ikolee? Funika macho yako, mtafakari Mungu. Chumvi kiharibika itiwe nini hata ikolee? Sijui ni kwenye eneo gani adui alikuwa amekutesa. Alikuwa akikuvuta watamani kwa chumvi, unajikuta shindwa. Shila maji. Chumvi kiharibika itiwe nini hata ikolee? Chumvi kiharibika. Oh my God. Chumvi kiharibika itiwe nini hata ikolee? Pengine unajiona umeharibika, unajiona ufai tena. Unasema naenda tu kanisani kwa sindikiza wengine, lakini hapana. Mungu nataka niwe chumvi, niuishe tena. Nimekubali kufa. Nimekubali. Tumepoa anasema mimi kuishi kwangu ni Kristo, kufa ni faida. Maisha yake anasema mimi ni faida tu kufa, lakini kuishi. Ili mradi ninavuta pumzi. Ili mradi ninavuta pumzi hii ambayo Mungu umenipa ni Kristo. Ni Kristo. Fike mahali binti useme hivyo. Fike mahali kijana useme hivyo. Niambie useme mimi hapa. Kuishi kwangu ni Kristo. Kuishi kwangu ni Kristo. Ili mradi ninaivuta hii pumzi ni Kristo. Chumvi kiharibika, chumvi kiharibika itiwe nini hata ikolee? Chumvi kiharibika itiwe nini? Kanisa likiharibika, rikashala babosi ya rimando blagida. Sijui dunia ifanye nini hata ipone. Vijana wataponaje? Watoto wataponaje? Wataponaje kama chumvi kiharibika, kama kanisa likiharibika? Sharaba bababo. Oribosi ya maya night play. Sijui ni addiction gani na kutesa kijana. Sijui. Pengine ni picha za uchi. Natamani kuacha, unashindwa. Unajikaza, unasema nisipoenda kanisani wataniuliza. Lakini wewe unajua namna moyo wako unavyoteseka na hiyo dhambi ambayo imeanza kukusababishia mauti ndani. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Unamhitaji Roho Mtakatifu. Na wakati umekuwa ukifanya maamuzi, lakini huoni muendelezo wa maamuzi yako kwa sababu nguvu imepungua. Shakata. Endelea tu kumpeleleza Mungu. Mwambie Mungu ndani yako. Mwambie tu Mungu, mwambie Baba niko hapa nisaidie. Shala baboza. Usitazame jirani